Nitikiria kunyite ugeniro ringi murori wa Eko TV thiini wa Kabiro no muthe ndira tuigirire githomo Kabiro na twaigua kana twakigua kairitu karia gari na bemo thiini wa Thika West Sub County Frunda Patel ashindi tuna max 14 tu ni murutwo uria watongoretie thiini wa bururi mugima na twakigua ni muiritu ina confidence kana muiritu raria ni arahota kwiyaria muno na ndakiuga atiri ni atugwetera baba wao na mwalimu na director ni agweta baba wao na ndina baba wao riu nigetha atwire thirira ahuthagira ri ni ri kuhakikisha ati mwana wake ni arenda githomo na ndina mwalimu umwe wa Frunda kana wa shukuru na kuma New Bambini ni gutumenyithia athomithagia kina ki etagwo Mr. Kariuki. Bwana Patel, hiyo jina lingine ni Rakesh Kumar Patel. Rakesh Kumar, jina la kimovie hilo. Umelisikia kwa movie za Kihindi sio? Hebu tuambie, mtoto wako amekutaja kwamba umemsaidia kwa njia moja ama nyingine. Ni kitu gani hasa ulikuwa unamfanyia kuhakikisha kwamba amefaulu? Unajua iko na bidii ya toto tu sababu toto iko na wakati naweka shule. Hatukusikii vizuri sauti wakati naweka shule tangu usiku hiyo tu yeye iko na bidii ya somo. And you know my family pia iko everybody iko na masomo iko na hiyo. Sasa sisi na support tu anytime whatever he required we can provide, we are supporting, and then school teachers and nyumbani pia ile tuition teacher pia na whatever very problem we are supporting, and sana mama yake mama yake anasaidia sana mimi hakuna fazi but mama yake anasaidiana sana. Amesema anataka kuwa neurosurgeon. Mama yake alikuwa anataka kuwa neurosurgeon lakini ndoto yake haikutimia, anataka kuitimiza. Hebu niulize, huyu mtoto akiamka saa 10 asubuhi, wewe baba umeamka ama unaamka naye? Sisi wote baba mama mzima mnaamka saa 10 yake na yeye pia. Sisi wote naamka 4 o'clock every day. Kwa nini? Monday to Saturday lazima toto fike on time school. Tukinisa mambo yake everything. Kama sisi hapa naamka toto tuamka saa ngapi? Toto lazima sisi support. Niulize sasa, unaamka 6 unaamka 4 unajua mimi naamka 7, mtoto naamka 6 naenda shule, baba naamka 7. Pande yetu sisi lazima 4 o'clock amke. Toto must be on time fike shule sababu sisi anajua toto ndugu yake pia inasoma hapa standard 6 ndio anakuja standard 7. Sisi hiyo lazima fike on time school. And Frunda doesn't want to miss hata 1 minute here. Yeah. Bwana Kariuki, uhoro wako? Timuru. Jodi yari. Wewe ndio unathamithia Frunda? Ndirali mwalimu wake wa Madhafu. Hesabu, mwalimu wa hesabu hiyo ni shida nyingi sana. Tunajua tu kuhesabu pesa wengine wetu. Ikifika ni formula pi r square hizo zinaleta matatizo. Hebu taturia atiriri Frunda ri niki kirari kia mwanya thiini wake kirahotire kana kiramuhotithirie ukorwo position number 1 na gukorwo na max cio ciothe. Reke njuge undu wa mbere ni discipline. Frunda ona mugi uguo ndaronanagia kana igwitia arari na mwitio ucio yarenyihagia otukula ametulia na kenda kumenya zaidi ndarenda kuhitiria nginya arimu mwana wa homework kugo ni arari na video ya ni mugi yes no ndarenda kuonania ati ni mugi kuri nginya mwalimu. Okay. Na Julie ri thini wa cukuru no ri New Bambini ri ciana cio kari taru muciari angenda kurehe mwana ri na ringi akorwo mwana wake ndara perform wega ri ni muhotaga ni muri na programs cia kuinua ciana icio nigetha ma catch up na aria angi mego. Reke njuge ni tukoragwo na program icio tondu mwana oka eka interview kuona timuge ni tukoragwo na irathi mwanya cia guteithia mwana ucio. Actually ni tukoragwo ginya na ciana international. Mwana utoe ginya Githungu agoka eka interview no tugakorwo na irathi mwanya. Urenda kujira thukuru no New Bambini no goka mwalimu murutwo kuma China. Na catch up how atakacha ati mwalimu Bwana Patel ati okay sawa, najua nafahamu kwamba kuna wanafunzi international na ananiambia kwamba hata Mchinese akija katika hii shule watamsaidia kukatch up. Kwani mna walimu kutoka China ama mnatumia mbinu gani?
Okay, now an example ni juge talibu as we speak. Asia na gilisho kile Madagascar. Madagascar. Uliwa Madagascar matiera yevo. Nema. Mara ya French. Hugo shia na ishio nitushige ile mwalimu special program. Special program. Yako kuthomithia gutaura kuma French inyagigo alikuwa akachapa na leo. Okay. Unajua hata India na adui hawaongei Kizungu. Kuna watu wako na degree, kuna professors na wasomi Kizungu wanatumia lugha yao, sio lazima utumie Kimombo, lakini hapa ndio that's the norm here. So lazima tufuate. Bwana Patel, kwa wale wazazi ambao huwa wanawaachilia watoto wao kwamba labda kazi ya mtoto shuleni ni mama, baba anajitoa, yeye kazi yake ni mpira, betting na nini, mambo kama haya, unaweza waambia nini wazee? Hebu angalia kamera, sema nao. Unajua lazima you supposed to take care of your child. Kama masomo lazima usome toto. Machezo sawa, but masomo lazima toto some, and baba na mama supposed to take care. Kama mama peke yake nafanya not mama and baba both of them support. Kama baba na father balance is not support going nowhere, haendi mahali. Toto nataka both parents support to her. Is what lazima parents kama baba mama nasaidia na toto, baba anasema kaya hii kazi yako, hii sio kazi yako. Bwana Kariuki, nikija kwako, labda ile subject wanafunzi walikuwa wameperform vizuri hapa shuleni ni gani? Kiingereza. English. Yes. Why English? Kwa sababu hata Frunda amesema kwamba ile subject kwake ilikuwa maji, ilikuwa Kiingereza, kwa sababu kupata 98 out of 100 kuna mwanafunzi anaweza kuwa 100 of 100. Yeah, huwa anapata 99. 99, yeah. Lakini sio 100. 100, okay, vile najua kivyangu. Ndio out of your experience. Yeah, out of my experience, Kenya National Examinations Council, the highest mark ni 99. Ni 99. Nikisikia, sina uhakika lakini nasikia hawana 3 digit. Result. Yes. Okay. Na kwa nini Kiingereza? Well, I think Kiingereza huwa ama ndio wanatumia hapa shuleni mostly. Okay. Na wanakipenda. Alafu Kiingereza huwa kinakuja in 2 forms. Kuna grammar na composition. Kweli. So mwanafunzi anateka advantage ya ataweza kufanya vizuri grammar, alafu composition pia aandike vizuri bila makosa. Kama za Vrunda mara nyingi tulikuwa tunatafutilia makosa. Hakuna makosa yoyote. Hakuna makosa yoyote. Wow. Yes. Unajua sisi tukisoma tulikuwa tunapewa monto. Unajua sisi tumesomea mashambani, tulikuwa tunatumia Kikuyu. Sasa tulikuwa tunasema kwamba kuambiwa uzungumze Kizungu ama Kiingereza ni kunyanyaswa. So tunakuwa na cartoons tunajificha, tunasema kwamba dijali ya kidogo. Sasa hao wanafunzi wale kule mashambani unaweza waambia nini? Wale wanakataa, wanaambiwa kwamba tumieni Kiingereza, tumieni Kiswahili kwa sababu lugha ya kutahiniwa zitakuwa ni hizo lugha mbili. Wanakataa, unaweza kuwaambia nini kama mwalimu? Nitaweza kuambia kwamba Kiswahili ni lugha ya taifa. Kweli? Kiingereza ndio official language. Na wakiwa wakubwa watakuwa na tatizo wakienda kwenye maofisi ama wakienda kwa interviews. Most of the time watapata kuwa ni Kiswahili na Kiingereza. Kwa hivyo waanze mapema kujifunza. Na Juliet tucoke hau iko yire shukuru nyingire taru kurede mugaga ati shukuru yo digitwara mwana taru maikaraga kuma kiroko nginya hwaini but you see na kama sheria kariganirwo atiriri ona akoragwo wira kuma kiroko nginya hwaini aciari tacio no ungimera ati no ndimere matige kurora mathaa maria ciana ikoragwo ciĩ thukuru tondu tikuga tutinda kirathi kuma 6 nginya 6 riu ta guku ni tukoragwo na some programs kuga tagati kuthia gate go tuhe maybe for example on a Monday what happens here maybe watoto wakifika hapa 6 namuuliza kwa sababu kuna wazazi wengine watasema kwamba siwezi peleka mtoto wangu huko bwana anakaa huko kuanzia 6 mpaka 6
That's a lot of time. Yaani masaa mingi wana complain but hawajui kwa the benefit of the child. Ama ni mtoto anafaidika. Ndio maana naomba kuuliza atupatie ratiba ya siku, kwa mfano siku ya Jumatatu. Tutaelewa wakifika hapa sisi kudia gabe. Magoma kuma 6 ya 7:10. Okay. 7:10 ni makora gona short break. Mau manga short kirani. Nyingine na 9:30 ni short break. Okay. Magoma nya kendo 11. Magadi kunywa chai hiyo ndio long break. Watario tiki haujui batajua sasa ile. Ego ko ni maliwa chai. Na tobi. To na biesi na wewe. Okay. Umau tukagiginya 1:10. 10 magadi ranch. Okay. Rashoka up to 2. Umatu magado ma sasa 1.5 hours. On a Monday for example tukawa na clubs. Dating club. Ndio journalism. Nitoya journalism. Mko kitanoje kwa? Nitoya journalism ona mwalimu ule nga mwire tu na keboko. Okay. Leo ona Virunda ni alali member wa journalism wa debating. Okay. Ndio noginya woni shena to ifuku. Noginya shena. Kuna mambo mengine katika maisha. Katika maisha. Kuma hao maga shoka mwire for class 8 ni magia la shari. Kudoda ikumi. Mashoka magari kiharo hanini. Tuliingia kiharo. Okay. Kuga 6. Mwana ni alava. Kwa hiyo na 6 kwa masafa na break mara nyingi. Sasa ona ni mamisa ga gukorobe. Bwana Patel, ungetaka kuwaambia nini walimu, kwa sababu mtoto wako amesaidiwa, unajua licha wewe kumsaidia pia shule imemsaidia. Wale walimu kama Bwana Kariuki ambao walikuwa mikononi mwake, unaweza kuwaambia nini walimu? Uwezi washukuru. Lazima. Ngoja biko. Teacher Jane and the school teachers. Thank you very much. And is hard working. His school teacher wote hard work. I say thank you very much. And even teacher Jane. Asante sana. Thank you. Tukimalizia Bwana Kariuki, nije kwako kama Bwana Patel bado yuko hapo. Swali ambalo ningependa kuuliza, mungeweza vipi kuleta wanafunzi? Unajua Kenya inasemekana kwamba tumegawanyika kwa sababu ya mambo ya ukabila, mambo ya siasa, lakini hapa napata kuna Muhindi, kuna Mkamba, kuna Mkikuyu, hawa wametoka Madagascar wako hapa. Mumeweza vipi kuwajumuisha na kuonyesha kwamba mtoto ni mtoto, haijalishi unatoka wapi? Hebu niseme kuanzia kwa director wetu. Director wetu Miss Jane ni madam ambaye hapendi ukabila, kwa sababu kileta ukabila katika mashule na tarajia kwamba ile vision 2030 ambayo kama country tunaelekea tuwezi kuifikia. Kwa hivyo hapa hata mambo ya ukabila hatujui. Actually watoto wengi hawajijui mimi kabila yupi. Kwa hivyo mambo ya ukabila hapa hatuna. Wanasema kama mimi husema ukabila ni upumbavu. Ni upumbavu kabisa. Kweli. Na maneno yako ya mwisho kwa wale wanafunzi wako ulikuwa nao sasa, unajua wakati mwingine kwa mfano mimi kuna walimu ambao tulikuwa nao walifunza class 8, lakini kwa bahati nzuri sisi vijana wa jana tulisomea huko mashambani. Sasa ukienda nyumbani kutembelea wazazi unaona wale walimu wako. Lakini sasa wale ambao wanasomea hapa mjini labda kuonana tena itakuwa ni majaliwa. Unaweza tazama hii kamera uwaongelesha hao wanafunzi. Sawa. Mimi ningependa kuwaambia ya kwamba safari ambayo wamekuwa nayo imekuwa ni ndefu na wamevuna ambacho walipanda. Na niseme kama Virunda amekuja hapa shuleni kwa bidii ambayo alitia. Kwa hivyo kwa maisha wacha wawe wakitia bidii, kwa sababu mavuno huwa yanaridhisha na ni mavuno mazuri. Kweli. Yes. Asante sana. Wow. 441 si mchezo. Si mchezo. Alafu hizo 98. Unajua hata mimi Kiswahili nilikuwa na 98.